Ndugu zangu katika Kristo, kama nilivyoeleza tangu mwanzo wa adhimisho la Dominika ya leo ni Dominika ya pili ya Pasaka na ambayo inajulikana kama Dominika ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye sasa ni mtakatifu, alitangaza Dominika hii ya pili kama Dominika ya huruma ya Mungu kutokana na maono aliyoyaona Mtakatifu Faustina, ambaye katika maono hayo aliambiwa kanisa lisherehekee huruma ya Mungu kutokana na mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa maono hayo, na kwa kuwa Baba Mtakatifu alikuwa na mawazo hayo na maono hayo ya Mtakatifu Faustina, basi akaiona Dominika hii ya leo na masomo yake yanalandana vizuri na tendo hili la huruma ya Mungu kwa watu wake. Na katika fundisho hilo kwamba Mungu wetu ni Baba mwenye huruma, lakini anawataka na sisi wanaye tunayemwamini tuwe na huruma kama yeye alivyo na huruma, kwa kutenda matendo yanayotuongoza kwenye toba ya kweli, lakini pia matendo yanayotuelekeza kuwahurumia wenzetu wenye mahitaji. Ndugu zangu, masomo ya leo yanadhihirisha hilo, kwani yanatuelekeza kutafakari na kuona kuwa jumuiya iliyojengeka katika neno la Mungu ni jumuiya iliyo ishara wazi kuwa Kristo yu hai. Na Kristo amekuwa hai kwa sababu ya huruma ya Mungu kwa watu wake. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba katika sura na mfano wake, akamkabidhi kuvitumia vitu vyote vya ulimwengu alivyoviumba kwa mahitaji yake, avitawale na kuvisimamia. Lakini avitawale na kuvisimamia katika sura na mfano wa Mungu. Kwa maneno mengine, asimamie kitakatifu. Mwanadamu huyu alipokengeuka na kuacha ule mpango wa Mungu, akachukua njia yake, dhambi ilimtenganisha huyu mtu na Mungu muumba wake. Akajikuta ni mtupu, hana lolote, hawezi lolote. Mungu alimhurumia huyu mtu na akaahidi kumrudisha kwenye ile enzi. Japo mwanadamu alipita katika nyakati na zama tofauti, dhambi ikaongezeka, akaenda uhamishoni. Mungu akamchukua mwanadamu huyu akamrudisha mpaka nchi ya ahadi, Kanaani iliyojaa maziwa na asali. Lakini mtu yule alizidi kuanguka na kuinuka, kuanguka na kuinuka. Akawekewa waamuzi, akawekewa manabii kuwakumbusha yale maagano, mimi ni Mungu wenu na ninyi ni watu wangu. Hata hivyo bado hali hiyo iliendelea. Ukombozi kamili ulikamilika kwa mwana huyu pekee wa Mungu kushuka kutoka mbinguni kuja kukaa kati ya watu, kufanana na watu katika kila hali isipokuwa dhambi, na kisha kuteswa na kufa na kisha kufufuka. Ukombozi ukakamilika. Huyu mwanadamu alikuwa amejitenga na Mungu, mpaka yeye akawa ni daraja, kiungo kati ya Mungu na mwanadamu. Na sasa tukapata tena ule uhuru wa kumwendea Mungu kama Baba yetu, tukiwa sisi ni wana. Sasa huyu ambaye ametuletea ukombozi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko, yu hai katika jumuiya ambayo inalisikiliza neno lake. Na tumesikia katika somo la kwanza jinsi ambavyo mitume walitenda mambo makuu kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka.
waliwaponya watu vilema, waliwafundisha watu, na walipouliza ni kwa nini mnafanya haya yote, wakasema ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo aliye hai ndiye kiini na uhai wa jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo. Ndugu zangu, leo tujiulize, kama kanisa la mwanzo lilijengeka kama jumuiya ya wanaoamini, wakalisikiliza neno la Mungu, neno hilo la Mungu likawaongoza katika kanisa, wakatenda matendo makuu na kanisa likaongezeka hadi sasa tulipo. Kwa nini leo jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo zinakuwa hafifu? Tulipokuwa tukiadhimisha mwaka wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, tulikumbushwa vizuri kabisa msingi wa jumuiya ndogo ndogo unarudi kwenye kanisa la mwanzo. Jumuiya ikutane walau mara moja kila juma, mara 3 kwa juma, kusali na kutafakari neno la Mungu, na mara moja katika mwezi kuwa na mkutano mkuu wa jumuiya. Kama katika mkutano huo mkuu tunaangalia shughuli zetu mbalimbali, mahitaji yetu ya kijumuiya, alafu tena tunaanza majuma 3 mengine ya kusali kwa ajili ya shida na mahitaji ya jumuiya, kwa ajili ya shukrani na kumsifu na kumtukuza Mungu. Na tuendelee hivyo, jumuiya ya Kikristo iweze kuwa na Kristo aliye hai anayekaa na kuzungumza na watu wake kwenye jumuiya. Lakini hali ikoje leo, ndugu zangu? Bado tumejengeka katika neno la Mungu, tunaimarishana kwa njia ya neno la Mungu katika jumuiya. Mbona wengine wanakwenda, wengine hawaji? Changamoto ilikuwa kina baba wengi si washiriki wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, vijana wengi si washiriki wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Kwa hiyo washiriki wa Kikristo ni nani? Kina mama na watoto. Je, kina mama na watoto ndio kanisa? Hebu leo tuone tena msingi huu kwamba jumuiya ya Kikristo iliyo hai imejengeka katika neno la Mungu. Alafu katika injili tunayosikia sasa hivi, ndugu zangu, tunaona Yesu anakuja katika ile jumuiya ya wafuasi wake wa kwanza, wenye hofu, wasiwasi na uoga. Anatokea kati yao na anawaambia amani iwe kwenu. Akisha kuambia amani iwe kwenu, anawavuvia, pokeeni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukiwa na nguvu hii ya Roho Mtakatifu, wakiwa na nguvu hii ya Roho Mtakatifu, wakapewa uwezo wa kuondolea dhambi na ulikuwa zinaondolewa, pia kufungia na ziwe zimefungiwa. Kazi kubwa ya jumuiya ya wanaomwamini Kristo ambaye yu hai kati yao ni kusaidia kuondoa dhambi. Maana kazi inayokuja kuleta huduma ya Mungu ikae kati ya watu wake na kutangaza ufalme wa Mungu unaokaa kati ya watu. Kwa tumepewa jukumu hilo, na hatuhitaji kuona, kushika, bali tunahitaji kuamini kwamba yeye anakaa kati yetu na ndiye yeye anayetutuma. Kama Baba alivyonituma mimi, na mimi ninawapeleka. Na tunaambiwa katika jumuiya ile ya wanafunzi, mitume wale 12, Yesu alipotokea mara ya kwanza, Tomaso hakuwa pamoja nao, na alipokuja walimpasha habari ya jambo lile lililotokea, kwamba yu mzima na hai, ametokea na ametuambia hivi. Tomaso alisema, nisipoona nikaweka vidole vyangu kwenye makovu ya misumari, nikaweka mkono wangu kwenye ubavu wake, sitaamini hata kidogo. Na baada ya siku 8 Yesu anatokea, na kama kawaida yake, amani iwe kwenu.
Kisha anamuita Tomaso, njoo, weka vidole vyako kwenye makovu yangu, weka mkono wako kwenye ubavu wangu. Aliweka, hakuwa na ujasiri. Sema, Bwana wangu na Mungu wangu. Heri wanaoona na kusadiki. Heri wanaoamini na kusadiki. Tomaso alitaka aone, athibitishe. Ndugu zangu, katika ulimwengu wetu wa sasa, ulimwengu wa teknolojia, sayansi na teknolojia, umekuwa ndio ulimwengu unaotaka kuthibitisha, kutafuta uthibitisho kwa kuona na kushika. Lakini jumuiya ya waamini iliyojengwa katika neno la Mungu na kuimarishwa katika neno la Mungu ni jumuiya ile inayoamini. Kwa leo katika Injili tunaambiwa kuwa msingi wa imani yetu upo katika kulisikia neno la Mungu na sio katika kuthibitisha kwa kushika na kuona. Imani iliyojengeka katika neno la Mungu. Leo hii hali ikoje? Waamini wa Katoliki waliobatizwa wakaimarishwa kwa Roho Mtakatifu wakawa imara, wanaopokea Yesu wa Ekaristi daima na kumwambia njoo ukae ndani mwangu, ndio hao wanaokwenda kuambiwa pokea utajiri na kusema napokea utajiri. Umepewa kitambaa cheupe, umeponywa, asante nimeponywa. Imani yako iko imara, imejengeka katika neno la Mungu. Daima tumuone Kristo anayesimama hapa kwenye mimbari akiongea na wewe, na kisha anakulisha kwa sadaka yake ya msalabani inayotolewa altareni siku kwa siku. Kwa ndugu zangu, leo hebu tafakari na kutathmini, imani yangu imeegemea wapi? Kwa watumishi, manabii na mitume ambaye anachukua mstari mmoja wanakulia na banjuka nao kwa masaa 5-6 na kisha unaondoka ukiwa vile vile, au kwa huyu Yesu anayeongea na wewe kwa neno lake, kisha anakulisha na kushibisha na kukaa ndani mwako katika takatifu. Imani yako iko wapi? Je, imani yako iko kwenye mitandao hii ya kijamii ambayo imeteka ulimwengu mzima sasa, na ambayo inabadilisha, ina uwezo kubadilisha ukweli wa kiimani ukawa ni uongo na uvumbuzi wao ukawa ni ukweli? Ndipo hapo tunapoegemea. Maadili yetu yamejengeka katika neno la Mungu ama katika mambo haya ya dunia yanayopita? Ni wakati wa kujitathmini, tuweze kuonja vema huruma hii ya Mungu na siweze kuwa pia vyombo vya huruma ya Mungu kwa wale wanaotuzunguka. Hivyo basi ndugu zangu, jumuiya zetu zijengeke katika Kristo mfufuka, kama tulivyosikia katika somo letu la pili akiongea juu ya yale makanisa 7 ambayo kwa makanisa hayo 7 na vile vinara vya mishumaa inayowaka ni Kristo anayeangaza maisha yetu. Tuendelee kumwomba Kristo aangaze maisha yetu, na kila wakati tumuone yeye akizungumza na sisi na akae kati yetu kwa daima.